Asifiwe sana. Nimekuja kwenye kipindi hichi tena cha tukumbushane. Naomba niipe dakika chache, alafu kisha nitakuombea baraka kwa Mungu. Leo tunataka tujifunze, ukisali sala ya Baba Yetu, hapa ndiyo pa kuzingatia sana. Tukisali sala ya Baba Yetu, hasa wale unaosali sala ya Baba Yetu, hapa ndiyo pa kuzingatia. Ngoja nisome ile Mathayo 6 ile mstari wa 9 mpaka ule mstari wa 12. Anasema hivi: basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu. Narudia tena ule mstari wa 12. Nasema hapa ndipo pa kuzingatia. Usipozingatia hapa, unaweza kuwa umejifunga mwenyewe kwa Mungu kusamehewa. Unaweza kuwa umejizuia mwenyewe mwanamke kusamehewa. Unaweza kuwa umejizuia mwenyewe mwanaume kusamehewa. Unaweza kuwa umejifunga mwenyewe dada kusamehewa. Unaweza kuwa umejizuia mwenyewe mchungaji kusamehewa. Hapa ndipo pa kuzingatia. Anasema hivi: utusamehe deni zetu kama sisi navi tuwasamehevyo wadeni wetu. Unapoomba sala ya Baba, unapoomba ukitumia sala ya Baba yetu uliye mbinguni, mahali hapo ndio pa kuzingatia. Watu wengi sana wamesali sala ya Baba yetu, lakini hapa hawajazingatia. Mahali hapo umewekewa mtego, umejifunga mwenyewe. Kama hujaachilia, kama hujasamehe wadeni wako, nisikilize wakati wa leo. Tunataka tukumbushane, mahali hapo ni pa kuzingatia sana. Unaweza ukaona buruza tunapita, unasema nisamehe wadeni, nisamehe, utusamehe kama sisi tunavyowasamehe wadeni wetu. Lakini kama una msamaha, watu wengi hawana msamaha. Watu wengi wamesali sala hii, lakini wakaisha kujifunga. Kwa hiyo basi mbinguni haujasamehewa. Leo nataka nikukumbushe, tukumbushane. Unaposali sala ya Baba Yetu, mahali hapo ndio pa kuzingatia. Mathayo hiyo 6 mstari wa 12 ni pa kuzingatia sana. Maana unajifunga mwenyewe, unasema utusamehe deni zetu kama sisi tunavyowasamehe waliotukosea. Nataka nikukumbushe mpendwa wangu, unapoitumia sala hii, kuna mahali tumejisahau sana. Watu wamejisahau, wamesema Mungu tusamehe deni zetu kama sisi tuwasamehevyo wadeni wetu, lakini bado hawajasamehe. Hujamsamehe rafiki yako, hujamsamehe mume wako, hujamsamehe kaka yako, hujamsamehe ndugu yako, bado hujasamehe jirani yako. Lakini hii sala kila siku naitumia. Nakwambia hapo unajifungaga. Nakwambia hapo unakwendaga kujiroki mwenyewe. Maana hiyo umetegewa ili ya kwamba wewe usamehe. Tukisoma neno la Mungu pia kwa hii Mathayo 6 ile mstari wa 14 kama sikosei mpaka 15, nasema kwamba msipowasamehe watu dhambi zao, msipowasamehe watu makosa yao, hata Baba wa mbinguni hata wasamehe ninyi. Msipowasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni. Hivyo basi, kama utaingia katika sala hii ukasahau kusamehe, ukasahau kusamehe makosa ya watu, ukasahau kusamehe deni wale una wadeni, wale wenye makosa kwako, ukaingia kichwa, utaondoka hujasamehewa mwanamke, utaondoka hujasamehewa kijana, utaondoka hujasamehewa mama, utaondoka hujasamehewa baba. Leo nataka nikukumbushe, unapoitumia sala ya Baba Yetu uliye mbinguni, mahali hapa ndio pa kuzingatia. Narudia tena, inasema hivi Mathayo 6 ule mstari wa 12, inasema hivi: utusamehe deni zetu kama sisi tuwasamehevyo wadeni wetu. Maana yake kama hutasamehe wadeni wako, hujasamehewa bado. Mungu akubariki kwa ujumbe mfupi. Nataka nimshukuru Mungu kwa ufupi, akusaidie. Bwana Yesu Kristo, tumekumbushana tena kwenye kipindi hichi kizuri cha tukumbushane. Naomba msaidie msikilizaji wangu anapokuwa katika kitumia sala hii, hata mimi nisaidie asisahau mahali panyeti sana pa kusamehe wengine. Umesema katika neno lako tusipowasamehe watu, hata Baba Yetu wa mbinguni hata tusamehe sisi. Mungu wa mbinguni akubariki kwa ujumbe huu mfupi. Na majina yangu naitwa
Barozi Andrea Labani Danieli. Mungu akubariki sana. Ninakutakia uwe na wakati mwema. Zingatia hapo napotumia sala ya Baba Yetu. Amen. Amen.